wengi mnamsikia. Kazi zake ni kubwa sana, sio kazi za kimikoa, ni za kimataifa zaidi. Anaitwa Oscar Nyerere. Tupate burudani kutoka kwake. Heri tujiulize ila Nataka niwaeleze wa Tanzania kwamba sisi sote ni wamoja. Lengo letu ni kutengeneza umoja wa tunataka watambue kwamba ni muungano ndio uliowaunganisha mpaka wanaitwa wao wa Zanzibar, sisi wa Tanganyika. Lakini nje ya muungano hakuna wa Zanzibar, wala ndani ya muungano hakuna Utanganyika. Ndani na nje ya muungano kuna wao wa Pemba, sisi pamoja. Watatambua kwanza kama viongozi wa serikali watambue katika muungano. Mimi ninamfahamu sana Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nafikiri yuko hapa, mkuu wa wilaya katibu tawala wa Nyamagana. Katibu tawala huyu mimi namfahamu, wakati ule alikuwa kijana mdogo, alikuwa mtundu Butiama, niliwahi kumtandika viboko huyo, nitambua vizuri sana. Nafahamu vizuri sana. Kwa hiyo nataka niwashukuru na niseme ilikuwa tu ni salamu kabla sijaanza mambo yangu. Naomba makofi kwangu tafadhali. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Okay, sawa. Jamani, mimi naitwa Oscar Nyerere, balozi wa Baraza la Uwezeshaji na msanii wa kitaifa, stand up comedian. Basi naomba tujiandae sasa kwenda kusikiliza, tukasikilize taarifa ya habari. Sasa na hii ni taarifa ya habari na kutangazia kutoka Hai TV. Msemaji wako ni Benjamin Mzinga. Tunaanza na habari kamili. Mwanza. Mamia ya watu walikusanyika katika ukumbi wa Mwanza hoteli kwa ajili ya kusherehekea shughuli kubwa na kufana zaidi. Hafla hiyo ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo kila kiongozi apata fursa kuweza kutoa yake machache. Bwana Radford Masako ametuandalia taarifa ifuatayo. Wakati haya yakiendelea katika hafla hiyo fupi iliyohudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa upande wake aliyokuwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Anna Makinda alikuwa ni mmoja mwalikwa katika hafla hiyo. Spika mstaafu Anna Makinda alikuwa na haya, tumsikie. Jamani waheshimiwa bunge, tunaanza kipindi chetu cha Mheshimiwa Tundu Lissu anapoka shinda vizuri. Jamani, humu ndani kuna waandishi wa habari. Sasa kama wewe Tundu Lissu utasema hili, Mnyika utasema hili, wakati mwingine sio utaratibu. Utaratibu ni kuheshimu kanuni ya tuzo hii inasema nini. Huo ndio utaratibu. Sasa tutaanza na mchangiaji wa kwanza kutoka kambi ya upinzani, Mheshimiwa Halima Mdee. Swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, mimi naomba niwapongeze sana wakazi wa Mwanza, ni watu wa ustaarabu, watu wanaojiheshimu, lakini nikupongeza sana mkurugenzi wa Ismaili, ndugu yangu Boychumu, unafanya kazi nzuri sana. Wanasema mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Nikushukuru sana pia Mheshimiwa Katibu Tawala kwa kazi kubwa ambayo unayofanya. Sisi kama viongozi tunaendelea kuunga mkono serikali ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Baada ya kutamka hayo, naomba kuwasilisha. Asante Mheshimiwa John Samuel Marechera, Waziri Mkuu mstaafu, endelea. Kwa matatizo kama haya ya kunichagua bungeni Mheshimiwa Spika, mimi ninaona ni swala soft sana kulirekebisha, kwa maana nina hakika leo watu watapata tuzo na watu wataendelea kufurahi. Baada ya kutamka hayo, naomba kuwasilisha. Asante. Wakati haya yakiendelea, tulikwenda kumsikiliza si mwingine Mheshimiwa Mrisho Jakaya Kikwete, rais mstaafu wa 400,
Dr. Kikwete alikuwa na machache, tumsikie Bwana Kikwete alieleza. Ndugu Mheshimiwa Katibu Tawala, Mheshimiwa viongozi wenzangu wa serikali, mambo. Awali ya yote naomba niwapongeze sana kwa heshima kubwa mlioweza kunipa. Waswahili walisema kwamba umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Kwa hiyo niwashukuru sana wananchi wa Mwanza kwa kuweza kunialika mimi kama rais wenu mstaafu wa awamu ya 4. Kwangu imekuwa ni heshima kubwa. Lakini nimpongeze sana pia Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mwanza kwa kazi kubwa anayoifanya. Baada ya kutamka hayo, sitokuwa na mengi sana ya kuzungumza. Naomba tukasikize baadhi ya viongozi wengine wa serikali na walikuwa na machache ya kuzungumza, tuwasikie. Wakati haya yakiendelea, baada ya kumsikia kiongozi huyo, tulikwenda kuisikiliza si nyingine sauti ya hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Lakini kabla ya hayati Dr. Magufuli tulikwenda kumsikia makamu wa rais Bwana Philip Isidori Mpango. Bwana Mpango alikuwa na haya, tumsikie. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nataka niwaeleze wa Tanzania, nikupongeze sana Mheshimiwa Katibu Tawala kwa kuweza kuja hapa. Kwa kweli hii nimekuwa ni heshima kubwa sana. Kwa hiyo baada ya kutamka hayo, sitokuwa na mengi sana, naomba tukasikilize viongozi wengine walikuwa na machache. Na hii ni sauti ya hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Kwa ufupi alikuwa na haya, tukaisikia sauti yake, alieleza. Lakini mimi niliona katika haya ni lazima niseme ukweli. Nataka niwaeleze wa Tanzania, nilipopata mwaliko nikamwambia Mheshimiwa mkuu wa mkoa nenda, lakini mkuu wa mkoa kwa sababu na yeye majukumu yamemtinga, nikasema basi muagize Katibu Tawala aweze kuja, awe wa mkoa au wa wilaya, na Katibu Tawala asingekuja hapa leo ningemtumbua hapa. Kwa hiyo niwashukuru sana ndugu zangu kwa kuweza kunialika, na imekuwa ni jambo jema, jambo zuri na jambo la kumshukuru Mungu. Baada ya kutamka hayo, naomba tukaisikilize na hii kwa ufupi. Wakati pia haya yakiendelea, na leo ni siku ya Jumapili, lakini kuna watu wengine ambao hawakuweza kwenda kanisani kwenda kusali, lakini sauti ya Yesu iliweza kuwasukia kutoka juu mbinguni. Tuisikie sauti hii, sauti ya Yesu, sauti ya Yesu. Tulikwenda kuisikia, tuisikie sauti ya Jesus. Bwana mmoja alilima shamba la mizabibu, akalikodisha, akavuna zabibu zake. Je, ni yupi anayepaswa kula zile zabibu? Lakini nataka niwaambieni ndugu zangu wa mkoa wa Mwanza, amini nawaambieni, walikuwa wanasema ubaya ubwela, lakini ubwela na ubaya umegeuka kuwa ubaya vile vile. Mwalimu, ni haki watu kucheka ukumbini? Wale wanaocheka ni dhahiri inaonesha wanawacheka wenzao kwa aliyoyakuta, wakati takiwa kuwatia moyo na kuendelea kuipongeza. Kinachoniuma zaidi, milioni 200 imekosekana, imerudi kule kwa Mheshimiwa Zanzibar. Mwalimu, hebu tueleze. Amini nakwambia Mheshimiwa Katibu Tawala wa wilaya, kwa wema uliouonyesha kwa vijana hawa, na mimi natabiri utakuja kuteuliwa kuja kuwa mkuu wa mkoa. Je, mwalimu, wapo wanawake waliokuja peke yao? Na je, vipi watarudi peke yao? Inategemea. Wewe uliokuja na mwenza wako ndio utakaurudi naye, lakini kama umekaa na mtu humjui wala hakujui, mwanadada, endelea kunywa soda hivyo hivyo. Mwalimu, hebu tueleze, ni yupi kati yetu ambaye anaweza kufanya jambo hilo?
nataka niwaelezeni ndugu zangu, amini na waambieni, ni mimi, ni yule na ni mimi mwenyewe. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki katika kupata tuzo. Asanteni na washukuruni sana. Thank you very much.